Lakini nitampea pia zawadi. Lazima aende nyumbani na kitu. Kuja hapa. Angalau ameshiba. At least umeshiba na umeenda nyumbani na kikombe. Sasa shika. Unaona mahali ulikuwa umesimama? Rudi hapo, ujiangalilie game. Anaitwa Bukayo. Bukayo. Hebu ambia umesikiaje hiyo chapati ya raha? Hiyo chapati ya raha ni tamu sana. Ni nyororo. Ndio maana nimemanga hiyo kitu hivyo. Ni nyororo. Yo, kama ilikuwa ile inaitwaje? Ile imekauka. Usema tu ile imekauka. Ile yenye imekauka. Ule jamaa alinishinda. Lakini kwa hivyo hiyo chapati iko sawa. Sasa wacha nikupatie zawadi Bukayo. Hapa nakupatia kikombe na sahani na kuongezea sahani nyingine. Alafu leo na kuondoa kwa budget ya unga, hautanunua unga. Alafu pia kesho ama Saturday watoto wapikiwe chapati. Alafu sasa na uende home. Wewe utaangusha yeye. Amepata marafiki. Utaangusha. Wewe utaangusha yeye. Leta kiatu. Wewe leta kiatu. Anataka kwenda kuuza. Anataka kumuuzia akifika chini. Baki kiatu. Sasa ngoje uone mtu akipata pesa. Marafiki hapa. Bwana, wacha niwafunze kitu kwa sababu mimi ni mhubiri. Angalia. Ona. Bukayo hivyo ndivyo maisha inakuanga. Akiwa pale hakuwa na marafiki. Lakini wakati maisha ameanza kushinda, marafiki wamejaa. Paka wanambebea viatu ati nitakusaidia hii mpaka nyumbani. Mimi naomba Mungu anayeishi mbinguni akubariki mpaka watu waanze kukutafuta. Akubariki mpaka wale hawakutaka kuitanishwa na wewe waanze kukutafuta. Sema nimepokea katika jina la Yesu. Basi, sasa unaweza enda kama uko safe. Tafadhali naomba hii ni maombi. Si uniletee hata bongo jaka bwana nicheze tu kidogo. Nani nikuletee nani? Abongo jaka bwana. Abongo jaka bwana. Haya, sasa simama pale ndiye atamalizia. Simama, lazima adance na yeye. Kwa hivyo Abongo ndiye anakula hapa saa hii. Abongo ako juu. Na digidigi yake. Na kuna msichana anatafuta hapo ndani anauliza nani yako wapi? Kuna msichana anatafuta hapo kwa wimbo ya Jaka Bwana. Anatafuta nani? Anatafuta nani? Auma. Na nyinyi mnaweza jua kwenye Auma hako? Ako wapi? Haya, sasa ona. Haya, ngoja. Wacha nimalize kupeana zawadi alafu niwaachie huyu awaletee Jaka Bwana, si ndio? Haya, sikia. Mimi wakati nilikuwa natembea hivi. Si mnajua mimi ninahubiri kuhurumiana na utu. Mimi huhurumiana na ndio unaona hapo inaitwa Jesus Christ Compassion Ministry. Compassion ni kusema naye Yesu akajawa na huruma. Unaona? Kuna mzee nimeona pale na sijui kama ni msichana wake ama ni mama ako na mapacha. Ule ako pale. Kuja nao mapacha yako. Ni mapacha. Kujeni. Wacha tu mnikubalie tu hii familia tu niwapatie zawadi. Si ndio? Si ndio? Kwa sababu nimeona huyu mzee pale vile amesaidia bibi yake kubeba mapacha. Yaani tu nikaona mzee mzuri amejawa na upendo. Wamama wengi hapa simulienda kujifungua mkarudi nyumbani peke yenu. Yaani tu nimeangalia huyu mzee, si hata wewe unashikangwa tu na huruma. Sababu mimi ni mtu ambaye ninahubiri Yesu anayehurumiana. Sawa sawa? Biblia inasema chochote ambacho Yesu alifanya alielekezwa na huruma kufanya hivyo. Akawa na huruma, akaponya vipofu. Akawa na huruma, akawaponya viwete. Kuja hapa. Baba. Unaitwa nani? Ngoja nisikie. Acha aseme jina yake. Si yeye mwenyewe anaweza kusema. Unaitwa nani? Otieno Nicholas. Otieno Nicholas. Yes. Ama baba nani?
Baba Ashley ama Baba Marion Leon. Ashley na Marion ni hawa? Huyu ni Marion. Huyu ni Marion. Yeah. Na huyu? Huyu ni Samson Leon. Ni Samson. Yeah. Huyu ni msichana. Yeah. Huyu ni mvulana. Huyu ni mvulana. Yeah. Anaitwa Samson Leon. Samson Leon. Yes. Na huyu? Liana Marion. Liana Marion. Oh, Liana. Huyo ni msichana. Huyu ni msichana. Huyo ni msichana. Yes. Kwa hivyo uko na watoto wengine? Nyumbani. Oh. Wawili. Mmoja. Oh, mmoja. Sasa mlipata kuja mami unisalimie. Bwana Yesu asifiwe. Umeokoka? Unaitwa mama nani? Mama Ashley. Mama Ashley. Wewe ndio umepatia hii ndume zawadi mzuri ya watoto wawili. Mnaishi wapi? Mirogi. Mirogi. Oh, sasa huyo mzee unafanyanga kazi gani? Unafanya kazi gani? Mimi nalima tu. Unalima tu? Na hiyo ndio unalisha watoto wa mmoja alafu hao wawili? Unalima mmea gani? Si mahindi. Kama mahindi. Sasa umevuna? Hapa? Umevuna? Hapana. Hujavuna hata. Hujavuna hata? Ilikauka ama si wako ni kidogo? Kidogo sana. Na wakati haulimi unafanya nini wakati haulimi? Si nafanya tu nini? Ice. Wakati hasa kama saa hii wakati hakuna mavuno, hakuna nini, utakuwa unalisha watoto na nini? Nini? Oh, anaenda mjengo. Kwani unaogopa kusema unaendaga mjengo? Ndio tu. Unaogopa? Ni hiyo. Ndio nauliza. Kwani unaogopa kusema unaendaga mjengo? Si hiyo. Oh, anaendaga mjengo. Wanaendaga mjengo wakati hakuna mavuno kwa shamba. Na unajua, goja, hebu sikizeni. Goja. Wacha usikie. Unajua ni kazi ngumu sana kulea mapacha. Ama mjui hivyo? Sasa kama hii ni diaper, hii ni ngapi? Hii ni ya ngapi mama? Hii ni ya 48 pieces. 48 pieces, tuseme mtoto mmoja anatumia ngapi kwa siku? Mtoto mmoja anatumia ngapi? 4. Kwa hivyo ni kumaanisha, na unajua huyu akiwa mkulima na mtu wa mjengo, alafu mtoto mmoja atumie 4, ni kusema ni 8 kwa siku. Haya. 48 divide by 8. Kwa hivyo hii ni wiki moja peke yake. Wanatumia hii wiki moja peke yake. Na hii ni pesa ngapi mami? 400. Hii ni 400. Na hii kwa hivyo wiki moja, kwa hivyo mwezi moja huyu mzee anahitaji 2,000. Na inapatikana baba? Wewe goja. Si wewe nauliza, si nini nauliza? Kwa hivyo kwa mwezi anahitaji 2,000. Ni mwezi, tumehesabu mwezi ama mwezi. 2,000 ya diapers peke yake. Na hawajakula na hawajapata dawa. Sasa mimi nitakushikilia kulea hawa watoto wako. Si ndio? Sasa si huyu mama na huyu mzee, si niwashikilie waingie pale supermarket ama waingie duka ama waende duka ya kwao. Mimi nitakupatia 30,000. Haya, nilete. Uende mfanyie watoto shopping. Mimi naelewa kulea watoto wawili si ni kazi ngumu sana. Kwa hivyo mimi nitashikilia huyu mzee, sababu watoto ni baraka ya Mungu, si ndio? Lakini wakati mwingine Mungu anatupeaga baraka kama hatujajitayarisha. Unaona sasa hii hajapanda, ana mavuno, anaenda mjengo. Unaona mpaka leo ndiye alikuwa amepeleka mama clinic. Mlikuwa clinic? Wako na miezi ngapi?
wako na mwezi moja na wiki tatu. Wako na mwezi moja na wiki tatu. Yeah. Wako na mwezi moja na wiki tatu. Si ndio? Sasa si hapo, si tumesukuma huyu mzee kidogo. Hata wewe usipopata yeye apate. Siendi yako na mzigo kwa familia na kwa boma. Bas, sasa mtaenda pale kwa supermarket, mfanye shopping, alafu muende nyumbani, na kuna jamaa wangu atachukua namba yako ya simu. Kama nitakaa kabla nirudi hapa rodi, takuwa nakupigia simu na kusukumia ya bill moja. Si ndio? Ndio maana nimewaambia ni injili ya huruma na utu. Lazima watu wahurumiane. Si ndio? Nimewaona wameketi pale chini, nikawaangalia hivyo. Hata hawakujua mimi ni askofu. Nimewaangalia tu hapo wameketi, naona watu hata wanaitisha soda, hapa hawaitishi. Naona watu wanaitisha chai. Shika. Enda ulee watoto wako. Wewe tu kwa maombi yako, ambia Mungu huyo bishop anaitwa Ben, wewe tu mbariki mahali yako. Na mimi kwa barabarani, Mungu anafanya nini? Mungu ananibariki. Tuwaombe. Si tuwaombe? Haya, karibia hapa tuwaombe. Si ni vizuri tuwaombe? Haya, tuelekeze mikono tuwaombe. Walio na kofia tafadhali, kwa heshima ya Mungu, naweza kuvua kofia yako tuweze kuwaombea. Vua tu kofia yako kwa heshima ya Mungu. Tuelekeze inua mikono yako tuwaelekeze. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru mchana wa leo kwa sababu Mungu baraka zako ni za milele. Asante Mungu wetu kwa sababu kila asubuhi tunapoamka kila mtu hufanya ombi. Na ombi letu huwa ya kwamba Bwana, kabla usiku ifike utukumbuke. Mzee huyu na mke wake uliwapatia baraka ya watoto mapacha. Na Mungu wetu, hata kama wanafanya kazi ngumu na ingine inakosekana, wamejitahidi kulea watoto wao, wanajinyima. Na hata safari ya leo Mungu wetu ya kujinyima imewafikisha hapa. Na kwa sababu Bwana umewaleta mbele zetu na wakapata kibali, tunaomba kibali hiki na neema hii izidi. Tunaomba ya kwamba uzidi neemesha kizazi chao. Hata mtoto aliye nyumbani na hawa ambao wamezaliwa juzi, Baba wetu, tunataka kutangaza ya kwamba shetani hataweza kuwaona katika jina la Yesu Kristo. Watoto hawa wamezingirwa na damu iliyo na nguvu ya Yesu Kristo. Watoto hawa watakuwa watoto wa baraka kwa hawa wazazi. Tunaongea kwamba watoto hawa hawatagonjeka magonjwa ambayo huja kusambaratisha utajiri wa wazazi. Watoto hawa hawatavunjika sehemu zao za mwili. Watoto hawa watakuwa kwa kimo, wakipendwa na wanadamu, na ukiwapenda Mungu wetu. Tayarisha kesho yao, kwa sababu kile ambacho wazazi hawajapata, hawa watoto watakuja kupata. Mahali ambapo wazazi hawa hawajafika, hawa watoto watakuja kufika. Walinde Mungu wetu, hata watakapokuwa wakienenda nyumbani. Mulikia miguu yao kuwa mwangaza wao Bwana. Lainisha njia kwa sababu yao. Leta milima chini kwa sababu ya msaada wao. Asante kwa kuwakumbuka. Asante kwa kuwaona tena. Katika jina la Yesu Kristo tumewaombea na kuamini. Kila mtu aseme Amen. Mungu wetu awabariki.